Kwa muda ambao umeniamsha, nilizani kwamba nitakuwa nimewahi sana. Lakini sasa nimeshachelewa. Au unasemaje mke wangu? Sikujua koja langu. Sikujua. Hili ni jicho la kufa. Daima uanzo kwa kutokwa na chozi. Tapatapa na hangaiko hili mke wangu, bila shaka umefika wakati wako wa kujifungua. Na hapa sio mahali pake. Jikaze twende hospitali mke wangu. Jikaze. Ni kweli mme wangu. Jipulikiva. Uota mdomo. Sina hali tena. Bali chapa. Jikaze mke wangu tafadhali. Kwa uwezo wa Mungu hili litaisha. Maana lisoisha basi ungoja lingine. Akabaki mjane analia, akikumbuka usia mume alomwachia. Unaitwa nani na mke wako jina lake nani? Naitwa Faraji. Mke wangu sikujua mbuli nyingi. Naomba usaini hapa. Mkeo mtoto kakaa vibaya tumboni. Lakini pia hali ni mbaya sana. Sawa. Japo kidogo si haba. Kisha si lazima tuyapate yote. Maana tunaweza tukayapata hata na sio tufaa. Sina mashaka na zahanati ya Florence Mission. Naamini mke wangu atakuwa salama. Hakuna linalowezekana nje ya matakwa ya Mwenyezi Mungu. Kikubwa ni dua. Amen. Asante. Hongera Bwana Faraji. Na ufarijike kama jina lako lilivyo. Japo kwa upasuaji, mkeo amejifungua mtoto wa kiume. Alhamdulillah. Asante Mungu. Asante sana nesi na madaktari wote kwa ujumla. Na huyo mwanangu aitwe Hikma. Sawa basi. Nenda kamwandalie mtori ili akiamka ale kidogo. Sawa nesi, asante. Asante sana. Akabaki mjane analia, akikumbuka usia mume alomwachia.
Faraji. Faraji. Kumbe ulibakisha muda mchache tu. Kifo. Kifo ni nini? He Mungu. Tufishe aliyakuwa tuna imani. Dokta, linalokuuliza wewe haliwezi kuniweka mimi salama. Vipi? Operation haijaenda sawa ama kuna nini? Jitihada. Hivi ile maiti iliyoingia hivi punde unajua ni ya nani? Na kwa nini kushughulishe dokta? Kwani maiti ngapi zinakuja hapa? Kweli Mungu amfariji amtakaye. Leo hii Bisujua amekuwa ni mjane. Na mtoto wake Hekima amekuwa ni yatima. Wewe, Faraji amekuwa marehemu? Ama kweli hakuna giza jeupe. Akabaki mjane, mjane analia, akikumbuka usia. Hodi. Hodi humu ndani. Mbona kimya? Mko wapi? Ama kweli mbele hailei. Kafariki bwana Faraji tu humu ndani hata paka hawaji. Haya Bisikujua. Hamjambo na wanao? Hatujambo. Hali ndo kama hii unavyoiona. Shagala bagala, mchafukoge. Lakini la Mungu halina majuto. Sikujua. Usife moyo ndugu yangu. Hili ni wimbi la nyuma tu, halipindui chombo. Sawa mamangu? Ndo hivyo. Haya, watoto nao wako wapi? Huyo mmoja amelala. Hao wengine si wako huko nje wanacheza. Sawa. Acha basi nikuandalie chakula. Sawa. Nimeona maneno mengi hayana tija shoga yangu. Tungeweza kupoteza muda bure kujadili kwa nini hawaji, mara hivi, mara vile, wakati la Mungu halimkeri mja. Ni kweli Mungu amtupi mja wake. Mungu atulinde na atupe yaliyokuwa mazuri. Mungu atatubeba na hatutojua urefu wa safari. Ni mazoea, ina maana hawa ndugu wa mume wangu hata kuja kumjulia hali mtoto wao kwao imekuwa shida.
Ndweo wanapata wapi? Hawajui kuwa ndweo ni ya Mungu. Sikujua. Hivi hujui kufa kwa mdomo mate utapakaa? Mimi sitokuacha. Tutakuwa sote daima. Sawa mama? Mume alomwatia akabaki mjane, mjane analia akikumbuka usia. Sasa mimi sidhani kama kuna haja ya kuyafanya haya maneno yakawa marefu, kwa sababu mimi nimekuja mara moja tu hapa ili niwasikilize nyinyi mlikuwa mnasemaje. Ndugu yangu Kopakopa, mimi naona umetolea sana macho kwenye mali za marehemu. Wakati unajua marehemu ameacha nyumba tu, nao watoto ambao hutaki kujua wamelalaje wala wameamkaje. Hayo mambo ya kijinga sasa ambao unaleta wewe. Kwa hiyo wewe hao watoto wapo kwako? Wewe mbona ukilala ukiamka unaota kumrisi shemeji yako? Au kwa kuwa sisi tumenyamaza? Wewe ni mchafu tu, na siku zote mchafu huwa hachafuki. Wewe ni mchafu tu. Kwa hiyo kumbe unaona ni haramu sana mimi kurisi mali na watoto wote kwa ujumla nikawastiri, isipokuwa wewe ulisi mali alafu Wema na mke wahangaike. Ama kweli wewe ni simbilisi, tena simbilisi bilinguchilo wewe. Mimi simbilisi? Simbilisi. Asante sana. Lakini mimi nasemaje? Haujajua tu lengo langu mimi. Sidhani kama ungenipinga. Malengo yangu nataka nirisi nyumba ili nikaiuze. Nifanye biashara kubwa. Faida yake niwajengee nyumba katikati ya mji. Sasa hapo mimi kosa langu liko wapi? Kosa langu liko wapi mimi hapo? Ndugu zangu, kurithi mali ama kurithi mke, vyote vinaibla. Kinachotakikana mjane na watoto hao wa marehemu walishwe, wavishwe na wafanyiwe kila jambo la huruma. Alafu na hizo mali za marehemu zitunzwe. Watoto wa marehemu watapokuwa watajua wenyewe nini cha kufanya. Sasa nyie mnakaa hapa mara si nitajengea katikati ya mji, mara si nanilia nyumba kubwa. Hayo yote ya kazi gani kakaangu? Sasa hapo yani kwamba ina maana nilichokizungumza haujakielewa kabisa yani. Yaani hapa ninachokifanya mimi ni kama kukopa, halafu kulipa anajua Mungu tu. Sioni kama kuna dhambi. Dhambi ipo. Ipi? Utauzaje nyumba ya marehemu ukafanye biashara? Alafu hiyo biashara wewe mara ngapi ushafanya biashara ukafilisika? Kiuza nyumba alafu kifilisika na kuaje? Hiyo sasa wewe haikuhusu. Sasa wewe unataka kurisi mke, mimi tu ndo unaonekana mbaya. Yeye. Hivi wewe kaka Zumbukuku unakuaje? Unamsikia huyu kaka, unajua atauza kweli ile nyumba? Akabaki mjane, mjane analia akikumbuka usia. Sikujua ndugu yangu. Mimi sio mkazi, ila nimekuletea chakula, naomba ule. Asante. Mazoea ndugu yangu, Mungu atakulipa, maana hamna mzoga wa wema. Hapana shida, Mungu atasimamia kwa kila kitu. Haya, mimi naenda. Asante. Alamsiki. Bin Nuri, lala salama na wanao. Asante kipenzi. Haya, mle chakula hicho. Asante. Odi. Karibu. Karibu ifi yangu. Asante ifi yangu. Vipi ifi yangu? Mbona kinyonge hivyo? Au mazoea leo hajaja tangu asubuhi?
Ni ajabu leo mpenzi. Tangu nimeamka mpaka sasa sijamuona na sio kawaida yake. Pole sana wifi yangu. Kama unijuavyo mimi shoga yako. Mimi si wa hali wala si wa mali shoga yangu. Wifi yangu, wewe wala sio walawama. Maana aliyomkuta Kibeku na ungo yumo. Ni kweli wifi yangu. Japokuwa kila mwana na koja lake, lakini wewe unapambana mwenyewe. Ndio hivyo wifi yangu. Hakuna kiza cha kufumba macho. Wifi una maneno mazuri jamani. Maana kaka yangu alifaidi sana kwako wewe. Hero ya bata bora. Hodi my wife. Hodi. Karibu. Karibu shemeji yangu. Asante my wife. Nimeshakaribia na kuingia kabisa. Kopa hapa. Kulipa anajua Mungu. Karibu. Asante. Vipi, unayo habari wewe? Shemeji, hata salamu basi. Ama kweli la kuvunda halina ubani. Usiseme la kuvunda halina ubani bwana. Sema hivi, lake mtu halimtapishi, bali litamchefua tu. Na unashindwa tu kunizoea siku zote. Shemeji, wewe umetumwa wewe, kama sikurogwa. Mie tena. Kumbe mimi naongea na nani? Haya, mimi nimekuuliza tu. Habari unayo? Sasa hizo pauka pakawa, uona mhadithia nani? Shemeji yangu, mambo yasiwe mengi. Haya, nipe wewe hizo habari. Maana mimi ushaniona TBC. Sasa hayo utajua mwenyewe. Lakini kama ya mbele hailei, mie ya nyuma. Nakupa habari, na habari hizi uzishike kweli kweli. Yule kipenzi chako Mazoea sasa hivi amekuwa jungu bovu. Mazoea? Habari ndiyo hiyo. Amepatwa na nini? Shemeji, amepatwa na nini jamani? Shemeji. Karibu Bishijia. Shoga yangu Mazoea. Waumwa wewe? Naumwa sikujua. Hali yangu sio mzuri. Pole. Nikusuru basi shoga yangu twende hospitali. Maana pema japo pema. Ukipema si pema tena shoga yangu. Sikujua. Wala. Nisikilize sasa bibie. Nimekuja hapa ili nikuchukue. Twende nyumbani kwangu. Ili wewe uwe mke wangu sasa. Ama utoke katika hii nyumba ambayo kwa sasa ninaimiliki. Kopa hapa, kulipa anajua Mungu. Chagua moja hapo. Penye kengele uashiria. Yaani we shemeji unioe mimi? Kabisa? Wakati tangu amefariki marehemu mume wangu, ambaye ni ndugu yako wewe, hata siku moja hujawahi kuja hata kuwasalimia watoto wa marehemu kaka yako. Sasa shemeji, wewe hapo unachokishangaa ni kipi hasa zaidi? Eti ina maana mimi sasa nikamfufue kaburini?
Ama hiyo salamu yangu ingemfufua? Haya sasa, tukuone na huo ubishi wako. Huyu rafiki yako jungu bovu tayari limesha kuwa magaye kwa sasa. Wewe shemeji, Mazoea akapatwa na nini? Maana ndio unayemwita jungu bovu. Na shemeji, mimi nikwambie tu ukweli. Siku zote mkataa pema, pabaya panamuita. Shemeji, wewe ndio pema? Wewe unanionaje kwanza? Sasa wewe endelea na huo ubishi wako. Halafu tutaona mwisho wako ni wapi. Mimi si kutikavu mimi. Kutikavu. Haya, asante sana. Akikumbuka usia mume alomwatia, akabaki mjane analia. Akikumbuka usia mume alomwatia. Sikujua. Ina maana mpaka naingia sebleni umenitumbulia mimacho tu unioni? Kunani? Mazoea shoga yangu. Kwanza hata siamini kama nimekuona shoga yangu. Japo kila subira ni chungu, lakini matunda yake ni matamu shoga yangu. Tena ni matamu Nilikata tamaa kabisa kama nitakuja nikuone shoga yangu. Mazoea wangu, kweli kama uhai wako upo, ni lazima uishi. Kwanza pole na yaliyokukuta shoga yangu. Pole. Sikujua. Lisilokuwa hilo ni la mja. Na kama lipo alilokusudia, Mungu kataka jingine. Nipo hai, nimerudi kipenzi. Na akili maneno yako shoga yangu. Kono solalia haukaniwi shoga yangu. Hilo unaolisema sikujua upo sahihi. Sasa nipo tayari kupambana. Jipange shoga yangu. Halo. Jamani, samanini kidogo. Sasa ndugu yangu Kopakopa, Wastara pamoja na shemeji yangu Bisikujua, tumeitana hapa ili kujua jinsi gani ya kumtunza Bisikujua pamoja na wanawe Wema pamoja na Hekima, iki kichanga kikicheza ndani ya mchanga hiki. Kaka zangu, wifi yangu, hekima ni kuweka kila jambo mahala pake. Mimi naunga mkono hoja ya kakaangu Zumbukuku ya huyu wifi yetu mjane kuolewa. Tena ikibidi aolewe humu ndani ili ipatikane namna nzuri ya hawa watoto kulelewa. Wallah. Yaani ni kwa sababu tu Mwenyezi Mungu hakosei. Na wala Mungu hapangiwi. Lakini ningefurahi zaidi kama wewe ndo ungezaliwa mtoto wa kiume na ndo uwe kiongozi katika familia hii, na sio yule Kopakopa. Ebo. Acha upoyoyo wewe. Kubwa zima eti unaunga hoja maneno ya mwanamke, tena dada yako. Sasa kama ingekuwa ni hivyo, Mungu si angetoa mbavu za Hawa akamuumba Adamu? Kwa nini hakufanya hivyo? Shemeji. Alafu wewe hivi unajua wewe hapa tunakustiri tu. Kopakopa, usije ukajaribu kumtoa huyu mwanamke katika familia yetu, sawa? Kumbuka kuna watoto wawili ambao ni damu yetu sisi, na huyu ndio mama yao. Kwa hiyo unapomtoa katika familia hii huyu unakosea. Wewe nawe nini wewe? Yaani unakaa eti kazi kusifia maneno hawa wanawake? Au na wewe jinsia yao nini mwenzetu? Maana hata sikuelewi kabisa yani.
Muda wote tu wewe uko upande wao yani. Alafu wewe ole wako siku nyingine tena urudie. Alafu na wewe endelea na hao wanawake wenzako. Ndugu yangu Wastara, kama lilivyo jina lako Wastara, siku zote Wastara haumboki, na wa mbili havai moja. Nimekuita hapa ili nije kukufahamisha rasmi sasa kwamba mimi ndio mmiliki halali wa nyumba hii ya mdogo wangu Faraji ambaye ni marehemu kwa sasa. Shika. Nyumba ipi unaizungumzia wewe? Nyumba hii ya mdogo wako marehemu Faraji ama ni nyumba ipi? Sasa wewe nimekupa hati. Soma hiyo. Maneno mengi ya nini? Na hapo sasa ndo mtajua kwamba mimi wala sikukurupuka kabisa wakati ninawaeleza kwamba sasa mimi ndo nahitaji kuwa mmiliki halali wa hii nyumba. Hii dhambi ni kubwa sana kakaangu. Hivi wewe unavyodhani kaka, unaweza kuyakabili malipo ya dhambi mbele za Mungu kaka? Kwa nini ubadiliki kakaangu? Hivi sikuwahi kufahamu kwamba na wewe ni miongoni mwa mapoyoyo pia. Sasa huyo Mungu ni yupi ambaye hajui kwamba Faraji ni mdogo wangu na kila anachokimiliki ni cha kwangu pia? Ni Mungu yupi huyo ambaye unamzungumzia wewe? Ama kweli jicho la kuonea hawanalo walimwengu, basi siwe hata kwa mjane, hata kwa watoto wake ambao ni mayatima unaamua kuwafanyia hichi kitendo unachokifanya kaka. Haki ya Mungu kakaangu, unakosea sana kaka, unakosea. Wewe uliwahi kumuona mdogo wangu Faraji anaenda leba kujifungua? Siku zote anayefahamu baba wa mtoto ni nani huwa ni mwanamke, na wakati mwingine hata mama mwenyewe anaweza asifahamu baba wa mtoto ni nani. Ama kweli kivuli cha fimbo hakimfichi mtu jua. Hata kama ni kweli hayo unayozungumza, lakini marehemu alishakubali kwamba wale watoto ni wa kwake. Na siku zote kakaangu naambiwa kitanda kizai haramu. Sasa mbona ukuzungumza maneno hayo tangu yupo hai unakuja kuongea sasa hivi? Kaka, unapata dhambi, mimi nakwambia. Unapata dhambi, utakuja kujuta kwa hiki unachokifanya. Sasa nadhani kwamba huu mlango utakuwa wazi huu. Kuna kitu chako chochote humu ndani? Hakuna Kaka huko kopa. Kumbuka nakwambia kaka, kama marehemu Faraji alijenga hii nyumba kwa haki na mke wake, wewe leo hii unadhulumu watoto wake. Litakukuta jambo, nakwambia. Wewe subiri tu. Hilo ni dua la kuku tu. Hata siku moja haliwezi kumpata mwewe. Mtu amesha kufa na la kwake halipo tena bwana we. Mjane
Kopa, wewe ni mkorofi. Wawezaje kuuza nyumba ya marehemu? Mzee wangu, biashara hii wala sio ya janja janja. Hati hii hapa hii. Maana unaweza kuona nataka kukupiga na kitu kizito hivi. Sasa uliwezaje wewe kuishi nyumba ya kupanga maisha yako yote, ili hali nyumba unayo? Usichokifahamu ni kwamba Kopa mimi nilikuwa radhi kufanya jambo lolote lile kwa mdogo wangu Faraji, ili mradi yeye asalimike na si vinginevyo. Huo ni uongo. Wajihi wako unaonesha kwamba wewe ni mtu wa hila. Alimpemba, wewe hamnazo Ina maana sura yangu mimi imeandikwa kwamba mimi ni mtu muovu? Acha kuandikwa. Hukuweza kumstiri marehemu hata baada ya kufa. Mjane, yatima, wafanyiwe kila jambo la huruma. Walishwe, wavishwe. Wewe unawadhalilisha. Hapa sasa naanza kuamini kwamba nyumbani wanaachwa vichaa, alafu milembe wanapelekwa watu wazima na akili zao. Sasa hiyo huruma si ndo ununue hii nyumba? Wewe unajua mimi nataka kuwafanyia nini? Haya, wape sasa hiyo nyumba yako waishi, ili tuone huruma yako. Antena ngamayo, antena malekula. Huyu vipi bwana? Mi najua tunakaa tunapanga mipango ya kiume na mtu mwenye unaniletea tena we nawe. Kopa. Alimpemba? Wapi tena? Mbona unavuja jasho kama umefunga koki za maji mwilini? Acha unafiki bwana. Huu mguu ni wa kwako. Unafiki vipi? Ili hali mguu nao mwenyewe iweje wa kwangu tena? Alimpemba Usilete usanii bwana kwenye jumba la sanaa. Utapotea. Kwa hivyo mimi hapa niko studio naimba Sasa hii utajua mwenyewe bwana. Lakini maana halisi ya mguu huu ni wa kwako, nilikuwa ninakuja kwako wewe. Sasa usichokielewa ni nini hapa? Kwa hivyo wewe mwalimu unanifundisha Kiswahili au umeniletea msiba? Sasa iwe ni msiba au maafa,
Hiyo utajua mwenyewe. Lakini leo ndo utajua kwa nini kuna wakati nungwi huwa haipitiki. Sasa kifupi ni kwamba Alimpemba, ile nyumba nimeshapata mteja tayari. Ndiyo, nimeshapata mteja. Sasa nikaona kibusara zaidi, kwa kuwa hatujavunja biashara mimi na wewe, nikaona nikutafute ili nije nikupe hii habari. Kopa, haraka ya nini? Ngoja kesho kuche twende tukafanya biashara. Sasa Alimpemba, mimi sikuelewi bwana. Hunielewi nini bwana? Wewe na mimi kama kisogo na ubongo. Ni sawa, sasa ni uhakika. Shida iko wapi? Nishakwambia mwenyewe twenzetu. Sasa naona maana yake karibu. Inshallah khairi. Karibuni. Asante. Karibuni sana. Karibu. Asante inshallah. Karibuni. Inshallah. Asante. Habari za saizi? Salama tu. Shikamoo. Marhaba. Salama. Salama. Shemeji, tuna mazungumzo kidogo. Unaweza kutupisha mara moja kwanza? Sawa. Ndiyo bwana. Alimpemba, nyumba ndo hii. Kama unavyoiona, nyumba bado ni nzuri kabisa. Kila kitu bado kipo sawa kabisa. Si unaona mwenyewe? Nyumba mzuri sana. Ndiyo. Inafaa kuishi yatima hii. Nyumba kama ya mfalme. Mayatima kweli, lakini iko vizuri sana hii. Hata ukitazama madirisha yake ni makubwa mno. Umeona, yanapitisha hewa mzuri tu, wala hakuna haja hata ya kiyoyozi. Wallahi. Na hata ukitoka nje kule, kiwanja chake ni kikubwa mno. Yaani kama uko airport ama Rupaso pale. Shemeji. Shemeji, umeuza nyumba shemeji. Umeuza nyumba shemeji. Sasa wewe unachokiuliza ni nini hapo yani? Kwa sababu ifahamike kwamba Faraji mdogo wangu alikuwa ni rafiki yako tu. Sasa amesha kufa. Nenda kwenu. Unakaa hapo unafanya nini sasa? Mzee, usihuzunike. Pengine huwezi kujua nyumba itakuwa yako kama jina lako. Sasa basi hili jambo litakiwa tuchelewe bwana. Asija kapita ibilisi hapa. Yaani inanisikitisha kiasi cha kwamba yaani pamoja na swali lako wote swala 5 na swali, lakini umeshinda kusaidia ile familia mwanamke mjane na wale watoto yatima. Ama kweli hiyo tupatupa kiokotwe. Yaani unatupa mpaka maneno. Haya, mjane gani unazungumzia hapa? Nao yatima? Kweli wewe mbumbumbu mzungu wa leli. Unajua tayari likivuja pepo kwamba lina pancha. Sasa mafumbo ya nini bwana, si uongee tu. Alafu nauza kukaa nyuma, hulinda chombo. Basi wewe umechunga pondo, jahazi limezama nawe shekhe. Alafu wewe utakuwa umetumwa. Wewe umetumwa sio bure. Maana yake maneno mengi utafikiri umemeza kanda. Shemeji yako atangana njia.
jua naona la kwake, mvua ya kwake, halafu muda mwingine kama changanikiwa hivi, maana huwa anazungumza mwenyewe. Mungu wangu. Mungu akutote shekhe. Niwaambieni mimi. Leteni nimstiri mimi huyu. Mkaanza sio nina nini, mtoto alibia mwanetu, mala mburu mevungu. Sasa mwenye kilanga alalui matanga. Nishazungumza. Sasa wewe njoo huku. Tupa. Wewe acha na mimi mambo yangu ishaisha hapo. Subiri basi kwanza. Do, hili jina la Zumbukuku halina maana kabisa. Yaani nimeshindwa japo kujua yule mjane yuko wapi. Nyumba imeuzwa, kafukuzwa na watoto. Mimi sina habari. Ama kweli usipouziba ufa, unasubiri kujenga ukuta. Na huu sasa sio ukuta, bali ni mnara wa Babeli. Kweli mwenye nyingi na saba hupata mwingi msiba. Inanibidi nijue waliko. Nikiwaona tu, nilacho mimi ndicho takachokula wao. La sivyo, uhai wangu ni haba sana kuliko mauti. Karibu sana. Shukran Tupa. Nimekuja kuomba kazi ya kulima shambani kwako. Sikujua. Wewe ni mbovu. Juzi tu hapa mtoka kufanya operation. Na kazi ya kulima wewe na wewe wapi na wapi? Ni kazi ngumu sana kwako. Pesa ujikaanga na mafuta yake mwenyewe. Hivyo ni nguvu zangu zitakazo nisaidia huku nikimwomba Mungu. Sawa. Twende nikakuoneshe ngwe. Lakini mimi nilizungumza na shemeji yako juu ya swala zima la kutaka kukuoa wewe. Ila yeye alikataa. Mungu kuna alichonipangia. Maana ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Firauni. Hivyo usistaajabu ukataliwa na yeye. Wakati uliotaka kunioa ni mimi. Sawa bisikujua. Mimi nimekuelewa. Hivyo basi twende basi nikakuonesha sehemu yako ya kazi. Halafu mingine nafikiri itafuata. Sawa. Haya twende. Inakuja nitoe kwanza ile benchi. Maana hapa mtaani kwetu bwana, ukijisahau kidogo tu watu watapita nalo ile. Sasa twende tupite hivi, maana hii njia mbaya kidogo hii. Akikumbuka usia mume alomwatia, akabaki mjane. Umeona hata kule kote ni eneo langu. Lakini sasa sitaki kuchukua ndo kazi mama. Kazi ukajiumiza. Sababu juzi hapo tutaka kufanya operation. Asante. Sikujua. Shukrani sana. Wala usijali. Sikujua wewe.
Mwenye subra. Ngoja zamu Zamu yako yake. baba, nimeshafika tayari. Sikujua. Kwa hiyo yale majembe ulisema. Yale sasa toka hapo. Hapo shamba la pili hapo yuko jamaa mmoja anaitwa Habtwal. Ndio. Yule bwana mwambie bwana tupa mnyagiza majembe. Basi hana tabu, anakupatia tu. Basi hata nikachukue. Asante. Nenda sasa, sikujua haina tabu. Sikujua. Sikujua. Haki ya Mungu mtoto wewe. Utanitesha kazini wewe. Mjane yule, mjane, nyumba ile, mjane. Mali alizoachiwa ndugu waligombania, naye wakamtimua bila huruma. Mali alizoachiwa ndugu waligombania, naye wakamtimua bila huruma. Sikujua. Sikujua. Shikamoo aunty. Marahaba Wema, ujambo? Si jambo. Karibu shoga yangu. Asante. Shoga yangu, nimehangaika sana pasi na kujua wapi ulipo. Nipo mie. Ama kweli mambo mkangaja huenda akaja. Jitahidi shoga yangu, Mungu anakuona. Shoga yangu mazoea. Umaarufu wa fenesi ni harufu shoga yangu, lakini mwisho wa siku ni tunda tu dada, huli ukashiba. Sikujua shoga yangu, Mungu atakupa kwa juhudi zako, maana jitihada ni ya Mungu. Unahangaika sana shoga yangu, kwa sababu huwezi kula mua bila kukuta kifundo. Ndiyo hivyo tena, alofungwa minyororo haminyani ndugu yangu. Sikujua. Afya yangu ni muhali, ningekusaidia kulima shoga yangu, ila nimekuletea vimchele hivi kidogo na maharabu vikusaidie. Shoga yangu mimi wala sina wasiwasi na wewe, maana nakujua vizuri tu. Kweli wewe ni kivuli cha mvumo mama, huwaficha na wambali dada. Haya basi mimi niwaache, niwatakie kazi njema. Wema. Abe. Haya endelea na kazi mama. Asante shoga yangu. Mungu huyu. Alimpemba. Naam. Karibu. Asante, shukran. Karibu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Karibu. Pole kwa yote. Mimi nilinunua nyumba kwa shemeji yako, aliniambia wewe ni mkewe. Na amekununulia nyumba nzuri katikati ya mji. Anioe mie?
Heshima hiyo niipate wapi? Watu hula vilivyofunikwa, vilivyo wazi huachwa ving'ong'we na nzi. Pole sana. Ama Mungu hakupi usoliweza. Hiki kisenti kidogo pengine kitakusaidia kwa matakwa ya Mungu wetu. Asante. Asante, nashukuru. Basi bibie, mimi wacha nende. Karibu. Hey, unaishobokea? Sitaki shobo. Unaishobokea? Aya. Hey. Oga. Hey. Hey. Mali alizoachiwa ndugu waligombania, naye wakamtimua bila huruma. Mali alizoachiwa ndugu waligombania, naye wakamtimua bila huruma. Hey. Hey. Mafuta nguza. Hey. Moto. Staki. Unaunguza. Oh. Sitaki. Anaunguza, staki. Akikumbuka usia mume alomwatia, akabaki mjane analia. Akikumbuka usia mume alomwatia. Sio huko kaka, huku. Sasa unatembea kidogo tu unapafahamu? Shukrani Mwenyezi Mungu. Sikujua. Hivi kwa nini ulipofukuzwa haukukimbilia nyumbani kwangu? Asalamu alaykum shemeji. Uhali gani? Waalaikum salam. Na hali yangu ni mzuri. Pole sana bibi. Yaliyopita si ndwele. Tugange yajayo na yaliyopo. Yepi ninayojua mimi na wewe ulinikimbia? Haya unayoyaona ndiyo yaliyopo. Na mtu hujifunza kutokana na makosa yake. Amekudanganya nani? Sikujua. Mtu akifanya kosa adhabu ikawa ni kunyongwa, atajifunzia kuzimu. Na hata kama akijifunza kuzimu, sisi tutamuona. Kaka, kufanya kosa sio kosa, bali kurudia kosa ndo makosa. Kutenda kosa ni kosa na kurudia kosa ni kosa la pili. Adhabu iongezeke. Mambo yasiwe mengi. Sikujua. Kuanzia leo utaishi nyumbani kwangu mpaka Mungu atakapotuamulia. Ingia ndani, chukua watoto, tuondoke. Wastara, msaidie ifi yako. Fanyeni haraka. Mali alizoachiwa ndugu waligombania, naye wakamtimua bila huruma. Mali alizoachiwa ndugu waligombania, naye wakamtimua bila huruma. Wema, Mungu wangu. Dadangu sikiliza, naomba uende pale nyumbani, nenda kamwambia Sikujua aje zahanati ya Florence sasa hivi. Wewe nenda kamwambia Sikujua aje Florence. Mali alizoachiwa ndugu waligombania, naye wakamtimua bila huruma. Dokta, majibu ya Sikujua hayo hapa.
Jitihada. Mshono asikujua umefumuka kwa ndani. Tena unatoa usaha. Pia ana typhoid kali, UTI kali na malaria. Na hii kufumuka kwa Mshono inaonesha alikuwa anafanya kazi ngumu sana. Kiukweli mimi nasikitika sana. Yaani kufa kwa mumewe wanamwacha na yeye pia afu na wanawe. Cha muhimu, mgonjwa ameshafika udini. Wacha tufanye taratibu za matibabu. Inshallah. Mimi nipo udini basi. Asante. Mali alizoachiwa ndugu waligombania, naye wakamtimua bila huruma. Mama, pole. Mama, pole. Mama, pole. Nesi, kulikoni? Kweli Mungu hana kikomo. Hili nalo pia la sikujua. Nesi, naomba jitahidi kama lilivyo jina lako, jitihada. Ili sikujua na mwanawe wawe salama. Nami nitajitahidi, nitangangana kuomba dua pamoja na sala ili Mungu atutizame. Tutajitahidi kadri tuwezavyo ili kuokoa maisha yao. Ewe Mwenyezi Mungu tusimamie. Amin. Haya, asante, niko nje. Jamani, nimemuona Kopakopa. Kopakopa amekuwa chizi, tena chizi wa kuokota makopo. Unaona sasa? Mimi nilisema mla kuku wa mwenzie miguu mwelekea. Sasa huyu acha Mungu amuonyeshe. Ila na sisi tujifunze kutokana na makosa yake. Ni kweli mtu huvuna alichopanda. Lakini pia kumbukeni Kopakopa ni zimwi. Na zimwi likujualo halikulika kuisha. Na damu nzito kuliko maji. Ina maana unataka kusema hakujua kuwa kumnyanyasa yatima ni dhambi? Imeandikwa, kwa kila atakayemshika yatima kwa huba hatoingia motoni. Yahe, hucheka kovu asofikwa na jeraha. Asokasoro hapa ni Mungu peke yake. Kikubwa tumuombe dua. Sawa. Lakini mchimba kisima huingia mwenyewe. Sisi tutaendelea kumuombea dua. Lakini cha msingi ni kujadili jinsi gani ya kuwatunza hawa watoto na mama yao. Swadakta. Uligemavyo tembo ndivyo utavolinywa. Mimi nitaondoka na Wema, nitamsomesha, nitamvika, nitamfanyia kila jambo la huruma. Nitamuoa mjane ili nikipata naye watoto wawe damu moja. Na nitaondoka na Hekma. Ale, asome, apate kila namna ya huba. Nitakachokula mimi ndicho atakachokula yeye. Masha Allah.